vile walichekeleaga hiyo nyumba ya Khaligraph Jones vile ati akidinya wife sijui maeko nini watu wote watasikia. Nikaona ni kama amefocus sana na Khaligraph. Tafuta mtu mwingine, ondokea. Sasa hii Khaligraph ametoa mpaka ngoma, amekutaja. Sasa hii chokoza hata Octopizo. Tafuta mtu mwingine uamuke naye. Zee Rapture alikuwa amejaa ngori. Alisema mpaka hiyo siku alikuwa anaongelea na feelings. Anaongea ni kama anataka kulia. Ananisomea mbele ya mtu wangu alafu kitu ilinikatia. Sasa naenda majo. Sasa naenda majo. Mzee, 2022 mnajua 2026 imekuwa mwaka ya kufungua roho. Niliona Rapture alianza na amefungua roho. Amesema ukweli wa mambo. Alifungua roho 2026 ama 2025. Labda ndo umeiona. Alifungua January 1st. Ama aliweka hiyo video lini? Niliona hiyo 21st niliona, kwa hivyo maybe aliweka before. Alika 31st? 31st ndo niliona na alikuwa ameiweka. Alika 31st 5 hours before. Hebu angalia Chizi podcast. Na alikuwa ameiweka 31st. So nikiona ilikuwa kama 6-7 hours na ilikuwa na views mingi. Wasio wameangukia hiyo watu story wanapenda ni udaku. Watu wanapenda bali kuna noma. Si udaku, ni kwa sababu hao vijana wametoana. Nawaita vijana na venye ni wazee zeni. Ama jamaa wametoa na mbali sana. Ni vilaje upande yako na vile Rapture alikuwa akisema? Anafeel alikuwa akitritiwa kama mtoi. Manze ati anashautiwa ati ana nini? Kama mtoi. Ati anashautiwa kama mtoi ati. Okay. Kenye nilikam kusoma Moaf. Jumoaf yeye alikuwa anasema yeye anakupiga reale venye iko. Yeye ana mafilter. Kwa sababu si pia Moaf alikuwa kwa nini ya Churchill kwa panel ya auditions. So wase wengi walikuwa wanasema Moaf alikuwa anatuchuja. Moaf alikuwa kwani amefanya na Churchill? Kwa hizo audition, kwa sababu walikuwa anakupiga reale, anakuambia hii joke yako mzee haiwezi. Ama inaweza ama hebu niambie umepanga joke kivyako kwa akili umepanga kwa akili hii joke ni noma. Kwa akili mzee anakuja anakuambia Moaf, unapata Moaf pale amekaa chini, unamwambia joke yako, kwambia iko nini, anacheka unafikiria anakwambia boss yako haiwezi, nimecheka juu ni ufala. Sasa we mtu mzima anakusomea, we mtu mzima, yani umeona ukuja utuambie stories za upumbavu hapa. Mtoto wako akiona hii atasema nini? We mtu mzima, uko na miaka ngapi? Hadi uko na miaka ngapi? Hadi niko na miaka 30 ama 25. Anakwambia brother, tafuta career nyingine. Anakaa kuambia mtu na madharau, endo chome mahindi. Ama venye Andukiba naambianga watu enda uze aga. Enda uze aga. Hauna talent. Lakini hiyo ni beef. Unajua beef kama hizo. Unajua tena Rapture anafaa. Unajua mimi venye nilikushow last time ni venye mimi niko leader job. Mimi na kuapproach na kuambia we, hii haiwezi. Huyo jamaa kama angekuwa na value friendship yake angeambiwa Moaf, we ni aje, we acha kunipigia makelele kama mtoi. Kiendelea hivi mimi itaona hiyo best yetu wenyewe. Aita nipe heshima nikupe heshima. Hivyo ndo wanaume wanafaa kuwa. So hivyo ndo Rapture angeambia Moaf. So hivyo ndo Rapture angenyamazisha Moaf from ile siku alinotisu jamaa ananibebanga wana. Angemwambia we by the way ukijua uko na tumadhara. Uko na tumadhara. Na inifurahishi by the way. Sasa wewe unatetea Moaf ama unatetea Moaf? Na tetea Rapture. Kwa sababu wote mimi nasikiza Chizi, nasikiza Moaf. Weekend updates zilikuwa zinani nice kwa sababu Moaf akaona Rapture akona ujinga tu, yani natural, yani joke zingine anatoanga unapiga kwa akili. Hao watu wamefanya kazi pamoja for long, so they know each other very well. Of course. Na ndio maana hiyo collab yao ilikuwa fiti yenyewe, siwezi kudanganya. Hata mimi nilikuwa nikipenda hizo weekend update Rapture na Moaf, kuna vile tu hiyo ni nini inaingiana. Na venye Rapture kuna hizo majokes zake za real, yani ni real, ni kitu unaweza relate nayo, ni kitu unaweza relate nayo kama mse wa Urush. Kila kitu alikuwa kinibamba sana. Na sasa kitu funny ni eti the Rapture used to see in Iko Nini is not the same Rapture I'm seeing kwa Chizi podcast. So unaona ni kama alikuwa anakazwa
iko nini si kukazwa, yani unajua kuna mtu unaweza kaa na yeye vile walikuwa na nini yena hiyo chemistry yake na Moaf kuna vile ilikuwa ikiingiana unajua lakini vile ameenda kwa Chizi Podcast huo jamaa wanafanya na sisemi ni jamaa wa udu but kuna kitu inakosa kuna hata hiyo tu unajua kuna vile tu joke ya nani ya Rapture pale iko nini ilikuwa ikitoka vikli tu yani vifiti but mimi ninafili hivi. This is my opinion yangu. Mimi ninafili hivi. Watu wamekuwa mfanya kazi pamoja for very long. Of which maybe ni vile nani alikuwa akiweka kwa anamwambia kwa video kwa live inafanya Rapture feel ni kama ako disrespected. But mzee we ni best yangu. Tumejuana na wewe for long. Mtu kama Okto mimi nikipiga blanda we are human. Nikipiga blanda wananiambia mzee unafanya utoto. Hii ni ujinga unafanya. Of which mimi ninaangalia hii story nakumbuka Moaf akiambia Rapture alikuja tu akamuuliza vizuri bunda ni aje tena nasikia wewe na Octopizo mbona unaingilia mambo ya nani ya Calligraph na mimi najuaga beef ya Calligraph ni Calligraph na Octopizo kwa sababu ukiangalia hizi ni nini mbili tofauti. Calligraph ako kwa hip hop wewe ni comedian like kuna hiyo tu nini I make sense ingia kwa nyinyi wote mko kwa rap ni sawa wewe ni comedian huyu ni rapper nini unauliza huu msee mimi nataka kuchokoza ndio but plan ya Rapture of which sahi amefanikiwa ndio hiyo plan ya Rapture imewaka kwa sababu hiyo beef sahi imemtoa whether you like it or not but unajua pia Rapture ni msee wa ghetto so ni msee ameishi ghetto miaka yake karibu yote so ni msee ana relate yani anajua huyu jamaa hawezi sema yeye ni wa mtaani na venye anabonga kuna vitu fulani ukifanya mtaani we ni mrazi wewe ni fala ni fala unanipata ni mwere so ni kama yeye kwa akili yake anaona Calligraph kama nani kama mwere kwa sababu jamaa anasema ni yule alafu anakuja kuchapia mama 1960 you know what I'm saying so yeye kwa akili yake anafila huyu jamaa hayuko yani hayuko real hayuko true represent mali ametoka yeye aoni ile feature ya huyu jamaa ni msanii huyu jamaa ni artist anaweza fanya kwa anaweza imba hata Ohangla anaweza hata imba unanipata nikuulize aim ya hii life ni nini kama unatoka ghetto kuomoka kutoka kwa block thank you na huyu jamaa mimi naheshimu sana Calligraph unajua kwa nini this guy amefanya everything possible unajua chai ya Afrika kupata mtu ametokelezea vile Calligraph ametokea mjamaa na ni hip hop artist mjamaa akidunga tafis maboys walikuwa wanadunga sikiza huyu jamaa ameachieve a lot kulikuwa hata musician wachana na mtu wa hip hop huyu jamaa ni rapper na ameachieve whatever ameachieve na hiyo rap yake so mimi nilifeel it was unnecessary for Rapture ku have hiyo beef na nini but saa hii nimeget hiyo nini yake and something else alikwenda apige stand up nikidhani alikuwa karibu na season ya stand up ama nadhani ndo alikuwa anaingia hiyo Chizi Podcast so nadhani alikuwa anataka kuchokoza nyuki Chizi Podcast imekuwaga for long lakini alikuwa akisema yeye amefocused more na iko nini kwa sababu alikuwa akiona iko nini iko na nini mingi na graffiti kuliko Chizi Podcast but kuna vingine pia nilikuwa nikiona vile Rapture alikuwa kiji-express mpaka anataka kulia manze hiyo ilikuwa yani feel vile nani anasema yeye alikuwa akisomewa na Moaf lakini maybe Moaf yeye alikuwa akijua hamsomei anamwambia tu kama best vile atafanya nini tuomoke wote mimi sioni huyu jamaa akiwa na kile kiroho ati sijui nini but at the same time nilikuja kuchunguza Moaf na Ian hawajaienda kwa hiyo nini ya ndio hata nilikuwa nataka kusema hiyo kidogo ikafanya nione kuna vile kwani mlikuwa mkishikilia huyu mtu moto na pia kuna episode fulani nakumbuka Ian angesema hivyo juu nakumbuka hiyo episode nilifeel tu unajua venye unaweza sikiza episode alafu feel mbona jamaa amesema hivyo alisema Rapture alicheki tumebonga hii kwa Chizi Podcast Ian akasema by the way hata hiyo sijai watch ajawai watch hiyo Chizi Podcast hata nilisikia Rapture akisema akafeel hujai watch nini yangu huwezi ni support na wewe ni brother yangu manze we work together hata mimi nilikuwa natarajia sasa hivi venye Moaf ameenda kwa hizo pod zingine hajai pull up kwa Chizi Podcast by the way of which unaweza feel kwani una feel jamaa na compete na wewe
kuna kitu moja Kish aliniambiaga. Kuna time Kish tulikuwa tunataka tupige naye shughuli fulani. Kish my world, big up yourself. Nikamwambia mzee, hata mimi niko na idea nataka kupiga kitu kama hii. Akaniambia the cake is too big, kila mtu apige. Ni ukweli, keki ni kubwa, vile wewe utaitoa sio vile mimi nitaitoa. Exactly. But mimi nina feel hii beef ya Rapture na Moaf, it is so yani ni kitu tu yani misunderstanding, kwa sababu nakumbuka kuna time Kasipul ameenda kwa Ikonini. Kasipul ameenda kwa Ikonini, alafu akaanza kuongea ati nasikia huo Rapture anaongea ujinga. Unajua Kasipul huo ni mtu wa kukanusa vile inafaa, ni mtu wa kulamba. Sasa hii nafikiria iko kwa haga na shonde kwa kichwa. Huyu jamaa ana haradru mdomo. Sasa hivi ile TZ mambo inaendelea. Sasa hii nafikiri yako njaa mbaya sana. Nafikiri huo fala sasa hii amekonda. Huyo ni mtu bland fucking. Unasikia ameleta noma huo Rapture, sijui pale tutapatana naye sijui. Moaf akamwambia by the way Rapture akisema hivi hakuwa kimaanisha vile unafikiria. Iko ni noma. Yani point yangu ni Moaf alitetea Rapture. Akasema it was not as you are taking it. Unasikia nikafeel huyu jamaa enyewe anajuuni kwa waka wake. Unasikia yani 20 years kwa waka. So kitu mimi ninaamini ni eti Moaf haku mean any offense akikosoa nani. Maybe ni vile aliyeka time ndio ilikuwa ni mbaya. But alikuwa anasema Rapture alikuwa anadai ati inaitwaje? Ati alimwambia asiweke hiyo episode. Nani asiweke hiyo episode? Ati ikumbamba kufeel tu yani. Akasema asiweke hiyo episode na bado ikawekwa. Juu episode iliwekwa, ikatolewa. Vile nani alisomewa. Ikatolewa tena ikawekwa. Mwafali kwa sababu iliwekwa, wasee akakritik akaitoa. Sijui nini tena. Sema iko nini. Kaipiga. Mwafia ni mangaki vyake. Iko nini. Labda alikomfrotia nia na kawambia weka. So but na mimi nakwambia kuna vitu mingi unaweza value. Kenya mimi nilikuwa nasema Rapture kama angekuwa na value your friendship angemwambia wewe ni aje, mimi utakuwa ukinisomea hivi kama mtoi. Kama ni hivyo maybe ni kitu angeongea. Ni better tufanye biashara kando, lakini tukue mabeshte juu naona hii biashara itatufanya tuko sana. Na unajua ile siku Moaf alifanya podcast ilikuwa hiyo weekend update akingojea Rapture, alafu unajua aliongelea story alafu Ian ndio akamuinform yaje Rapture akuje. Unajua nikiangalia hiyo episode yake nakumbuka Moaf akisema by the way hatujui kama tutafanya but we don't know still, alikuwa kihopizi ni vitu watasolve behind the scene wapi. Lakini nafikiria sasa sijui vile hao behave wakikutana. Rapture alikuwa amesema na nyinyi watu wa so na ni misunderstanding. Chekia na ameweka picha. Niliona yeye ameweka picha ati happy new year wakiwa Moaf, Rapture na yeye. So sijui kama wali. So nilikuwa naenda kutafuta. Una follow Ian wapi juu mimi sijui ama na follow Ian mahali itabidi nianze kumfollow. Cheki kwa Insta. Kwa Insta. Moaf na nani pamoja. Nikitia kitambo maana hata ndo nilikuwa nashangaa. So nilikuwa nimenaice aje kuona wako pamoja but hope si picha kitambo. Kwa sababu kuna vile pia akoka huo kijana mwingine anaitwa sijui nani big up himself huo anafanyaga na Rapture. Alikuwa akisema pia na feel disrespected na Moaf akimuita. Moaf alimuita mtoi na so alikuwa akiuliza sasa Moaf anamuita mtoi na Kashagwa akitreat sijui nini anasemaga ni anaonaga Kashagwa akitreat vijana in disrespectful manner. Anasema they are adults being treated as children. Lakini pia huyo kijana saita anamuita mtoi tena. Huyo kijana unajua alitusi Moaf pia. Na shako kwa iko nini alitusi Moaf aje? Alisema ni huyo Butilika anasema ni kitu kama hiyo. Before sasa ndo after Rapture ameanza kugo. But either way beef zingine. Do you think these people will ever work? Beef zingine si must wafanye kazi, lakini ubeshte, unajua ubeshte ni nini? Unajua kuna watu ni mabeshte, kuna mtu akona bro lakini anaona beshte yake ni bro atakushinda bro wenye wamezaliwa kutoka kwa mokoro moja na baba moja. Unapata? Mzee Rapture alikuwa amejangori. Alisema mpaka hiyo siku alikuwa anaongelea na feelings. Anaongea ni kama anataka kulia. Ananisomea mbele ya mtoi wangu alafu kitu ilinikatia. Ati nani anaitwa nani huyu
Abel Mutua amepigia nani mkurugenzi nini mbaya. Okay, nikakuja kuelewa mbona wanatetea Khaligraph. Mbona nani, unajua kuna time nani aliexplain vile alipigia, kuna movie nani alikuwa wakifanya Abel Mutua, ikakuwa hiyo movie kuna muziki ilikuwa ikiingiana na hiyo movie ni ile Subaru ya Mambaru ya wakardinali wakapigia, wakaapproach wakardinali wakaliazi hii pesa mnatoa ni kidogo, lazima ikakuwa hiyo ganji na budget haiendi. So ikakuwa Khaligraph amecome through akampatia ngoma karibu tao, akamwambia wewe chagua ile ngoma inakufit na usipatie anything. Yani unajua, yani huyo ni mtu ali understand hii industry vile, unajua mtu anakufanyia kitu kama hiyo ni mtu is not easy. So ndio maana alifeel but still anafaa kudefend, anaona hii beef yao ni unnecessary, this is a good guy you are attacking either way. Yeye hata hakuwa na yes, alisema tu jamaa ni fala. Kwani kusema wewe ni fala kwani ni story gani? Unajua sasa ningeanza na huyu jamaa, hata unajua alishi watu wake, mama yake huko, huyu jamaa kuna nyumba kubwa, mama yake nishi kwa nyumba ya matope. Hiyo ni kitu, hiyo ni personal, hiyo ni ndani, lakini kupiga riale wewe, hizi timba zako zinakaa imbo. Nani alisema sijui nyumba wapi nani Rapture alisema Khaligraph hapana, nasema ingekuwa anabonga manyef kama hizo, ingekuwa kitu ingine. But at the same time mimi nilifeel pia nani Rapture ni kama akona kitu na Khaligraph, kwa sababu kila joke kwa hizo stand up zake amefanya. Jua aliongelelea bile walichekeleaga hiyo nyumba ya Khaligraph Jones vile ati akidinya wife sijui maeko nini, watu watasikia. Nikaona ni kama amefocus sana na Khaligraph. Tafuta mtu mwingine, ondokea sahii Khaligraph ametoa mpaka ngoma amekutaja, sahii chokoza hata Octopizo. Tafuta mtu mwingine uamuke naye. Octo New York fashion show. Juu sasa kama kila kitu ni Khaligraph Jones, sahii umeachieve beef yenyu ishaku nini, sahii umeongeza nini subscribers na toka huko, enda kwa mtu mwingine, tafuta mtu mwingine mwenye atakutoa kwa hii ngori kama if you feel. Na but mimi naona hiyo 20 years, unajua 20 years kukana msee ni kitu, unajua nani wamekaa 20 years wa mabest Rapture na Mof ni more than 20 years I guess. More than kwani walianza kufanya kazi kitambo, siku za Homeboys 20. Mzee mimi unajua, mimi nikitoka mtaani sikuwa nikijua kwani Homeboys ilianza lini. Mimi nikitoka mtaani sikuwa nikijua Rapture ama Ghetto Radio. Okay, see out of disrespect, lakini mimi sikuwa nikijua Mwafrika na nani, ama nilikuwa nikisikia Mwafrika but unajua Rapture kwa vioja mahakamani. Sijui Rapture, mimi nafikiri Rapture nimekuja kujua alikuwa mloya fulani kwa vioja mahakamani. Rapture mimi nimemjua vizuri vile nimekuja hapa na after nimemjua kwa iko nini ama nafikiri si kwa iko nini, ilikuwa nimemsikia hizo regerege zake nikasikia reggae zinakuja fiti, but mimi I was more into Ghetto Radio and mtu nimesikiza sana Ghetto Radio nikiwa hapa Bonoko Mbusi alafu na DJ Bling. Sasa ndio alitake over, ikakuwa mpaka nikidozi kwangu usiku kila saa to nimeka ngoma ni Ghetto Radio, ninasikiza stories za nani za DJ Bling. DJ Bling is one of the best DJs, alafu ni MC mdeadly, ni storyteller mdeadly mbaya. Kuna story fulani alipigaga nikisikiza tu reggae usiku ni dozi nikishihana nakapiga story fulani, mother fulani huko mtaani, jamaa fulani jamaa wa boda alienda home vizuri after mboka ameenda. Unajua watu wa boda vile waga wanakali hiyo nduthi engine iko hapa mbele, so saa zote nini akona joto, ameenda kijani akona kutu mbaya, akauliza niaje mama wako wake, niaje leo nadai vitu, mama wako wake akamkausha zina mwana kichu kumkausha. Unajua huyo jamaa alifanya nini? Huyo jamaa aligeuka akadinya mtoi wake, alidinya mtoi wake. So yani kitu iliuma. Sasa vitu kama hiyo ndo unasemaga afadhali before ufanye kitu kama hiyo ukiona kimenini, jamaa ziangenyonga tu, acha hata kunyonga. Kwani ma-POK angenyonga? Kuna ma-POK, enda chukua POK mzee, kama ni must ufanye. Kuna mtu unaza mkanja. Sasa Bling alikuwa akitetea huyo jamaa, alikuwa akisema huyu mother ndio alikosea, mbona alimnyima umbo. Hakuna kitu kama hiyo, hakuna kitu kama hiyo. No. Mbona alimnyima? Mimi huyo jamaa angenyonga hapo. Saa zingine ndo unaangaliaga mkono yako, hata kama kwa ngori, hata kama umeacha, hata kama mzee amekunyima,
yani akili yako tu inakupiga mtoi. Jamaa aligeukia mtoi wake akapiga. Nafikiri huyo jamaa hakuwa soba. Sasa mzee unaamka kesho yake unafikiria nini? Hiyo ndio kitu unajua. Ushaona hata mzee ukinyonga ukimaliza kunyonga mzee unakuwa unaamkia neti my friend. Hiyo unaamkia neti mzee. But either way, Moaf Rapture tumewarank hiyo beef ya Khaligraph. Hayo imeisha nani asha Khaligraph alisema. Kama watafanya kazi pamoja saa hii nani imemrusha mbele mbaya. Khaligraph alikuwa anasema ati imemrusha mbele lakini imechomea Moaf. Khaligraph alikuwa kuna ngoma ametoa. Anasema ati wewe jamaa ku podcast uliacha kunyesha. Amemdiss lakini nani nafikiri saa it's time nani ya move on anaitwa nani? Rapture. Just move on. Wacha kila joke. Una joke tu na the same person. Move on. Hizo ni vitu za miaka zilipita. Move on. Tafuta joke zingine. Unless una joke zingine. Joke na mwenye unataka kujoke na yeye. Hata ukitaka kujoke na yeye 5,500 times. Lakini unajua uwezi joke na mtu mmoja kila saa. Kweni lakini ubeshte. Inakuwa ni personal. Maybe ni personal. Mi siwezi ishi nimejoke na hata hizo joke zako zinafika mahali zinakuwa ni boring. Sasa ya nini niende kuangalia nini stand up comedian stand up comedy alafu ni Khaligraph saa zote inakuwa boring. Change channel, beat canal. We enda nayo hivyo lakini hiyo ubeshte mtu mwingine sasa tayari nini yake imeshika kanyage kubwa akienda hivyo tu ndo naweza sema. Mungu alisema forgive 777 times. Rapture alisema hata sasa haoni akifanya the cake is too big. Kila mtu akule Kenya iko na watu hata sisi tunaanza hata sisi tuko kwa hii keki. Wewe pata wako 10 nini kila mtu akanyage kubwa akienda. Heshima idumu.